Ushawahi kusikia wahenga wakisema, maji yakizidi unga, uji haukosi kuharibika? Methali hii ina maana moja kubwa sana. Kila kitu kikizidi kiwango, hata kama ni kidogo, kinaweza kuharibu mfumo mzima. Na ndivyo ilivyo kwa stress. Watu wengi wanaamini stress ni kuchoka tu au mawazo ya kawaida. Lakini sayansi inaonyesha kitu cha kutisha zaidi. Kuna aina za stress ambazo zinaweza kuharibu kumbukumbu zako, kushusha kinga ya mwili na hata kuua ndoto zako polepole bila wewe kugundua. Unaweza kuwa unaishi nayo sasa hivi, lakini huijui. Leo utaelewa aina 6 hatari za stress, dalili ambazo unaweza kuwa nazo sasa, jinsi stress inavyoathiri ubongo wako na mbinu rahisi ya kuipunguza haraka. Kabla hatujaingia ndani, kama unataka kuelewa akili yako, afya yako na maisha yako kwa kina, bonyeza subscribe, like video hii na share. Maarifa haya yanaweza kubadilisha maisha yako au ya mtu unayemjua. 1. Chronic stress. Stress ya kudumu kimya kimya. Hii ndiyo hatari zaidi. Ni ile stress ambayo haiondoki, inakuwa sehemu ya maisha yako. Mfano, unaamka na mawazo, unalala na mawazo. Kila siku ni pressure ya pesa, kazi, familia au maisha kwa ujumla. Ushawahi kusikia wahenga wakisema, maji yakizidi unga, uji haukosi kuharibika? Methali hii ina maana moja kubwa sana. Kila kitu kikizidi kiwango, hata kama ni kidogo, kinaweza kuharibu mfumo mzima. Na ndivyo ilivyo kwa stress. Watu wengi wanaamini stress ni kuchoka tu au mawazo ya kawaida. Lakini sayansi inaonyesha kitu cha kutisha zaidi. Kuna aina za stress ambazo zinaweza kuharibu kumbukumbu zako, kushusha kinga ya mwili na hata kuua ndoto zako polepole bila wewe kugundua. Unaweza kuwa unaishi nayo sasa hivi, lakini huijui. Leo utaelewa aina 6 hatari za stress, dalili ambazo unaweza kuwa nazo sasa, jinsi stress inavyoathiri ubongo wako na mbinu rahisi ya kuipunguza haraka. Kabla hatujaingia ndani, kama unataka kuelewa akili yako, afya yako na maisha yako kwa kina, bonyeza subscribe, like video hii na share. Maarifa haya yanaweza kubadilisha maisha yako au ya mtu unayemjua. 1. Chronic stress. Stress ya kudumu kimya kimya. Hii ndiyo hatari zaidi. Ni ile stress ambayo haiondoki, inakuwa sehemu ya maisha yako. Mfano, unaamka na mawazo, unalala na kila siku ni pressure ya pesa, kazi, familia au maisha kwa ujumla. Kisaikolojia, mwili wako unaanza kutoa homoni ya stress, cortisol, kila siku bila kupumzika. Hii inaathiri kumbukumbu, usingizi, mfumo wa kinga. Stress ya muda mrefu haipigi kelele, lakini ndiyo inayoharibu maisha yako taratibu. 2. Acute stress. Stress ya ghafla. Hii ni stress ya muda mfupi, lakini kali. Inatokea pale unapokutana na hali ya ghafla. Ajali, habari mbaya, hofu ya tukio. Mfano, unasikia simu usiku na unaambiwa kuna tatizo. Moyo unadunda haraka. Mwili unajaa hofu. Kisaikolojia, ubongo unaingia kwenye hali ya fight or flight. Unajiandaa kupambana au kukimbia. Ukweli mchungu, hii si mbaya kila wakati, lakini ikitokea mara kwa mara, huanza kuharibu mfumo wa akili na mwili. 3. Emotional stress. Stress ya hisia. Hii inatokana na mahusiano, mapenzi, familia, marafiki. Mfano, unapendana na mtu lakini anakuchanganya. Anakupa maumivu ya kihisia, lakini bado huwezi kuondoka. Kisaikolojia, ubongo unachanganya maumivu na furaha. Unaunda emotional dependency. Ukweli mchungu, stress ya hisia ndiyo inayochukua muda mrefu zaidi kupona na inaweza kubadilisha kabisa namna unavyojiona. 4. Financial stress. Stress ya pesa. Hii ni common sana katika maisha ya sasa. Mfano wa maisha. Unafikiria bili, kodi, majukumu ya familia, huna uhakika wa kesho. Kisaikolojia,
ubongo wako unaishi kwenye hali ya survival mode kila siku. Ukweli, ukikaa muda mrefu kwenye stress ya pesa, ubongo wako unapoteza uwezo wa kufikiria fursa. Unaanza kufikiria tu kusurvive. 5. Social stress, stress ya watu na jamii. Hii inatokana na pressure ya jamii, watu watasemaje, kujilinganisha na wengine. Mfano, unaona maisha ya watu kwenye mitandao, unaanza kujiona uko nyuma, hutoshi. Kisaikolojia, ubongo wako unajenga false standards, unajilinganisha na vitu visivyo halisi. Ukweli, hii ndio stress inayoua kujiamini kwa watu wengi bila wao kujua. 6. Internal stress, stress unayojitengenezea mwenyewe. Hii ndiyo ya hatari sana kwa sababu inatoka ndani yako. Mfano, overthinking, kujilaumu, kujikosoa kupita kiasi. Kisaikolojia, unakuwa adui wa akili yako mwenyewe. Negative self-talk inaharibu confidence na future yako. Ukweli, watu wengi hawaangushwi na dunia, wanaangushwa na mawazo yao wenyewe. Dalili za stress unazoweza kuwa nazo sasa. Angalia kama una hizi: kusahau vitu kirahisi, kuchoka hata baada ya kulala, kukasirika haraka, kukosa motivation, maumivu ya mwili bila sababu. Hizi si dalili za kawaida, ni ishara kwamba akili yako imechoka. Jinsi stress inavyoathiri ubongo wako. Stress inapozidi, inapunguza kumbukumbu au memory, inaharibu concentration, inazuia creativity, inapunguza uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa kifupi, stress haikuumizi tu kihisia, inabadilisha kabisa jinsi ubongo wako unavyofanya kazi. Mbinu rahisi ya kupunguza stress haraka: 4-7-8 breathing. Hii ni mbinu ya kisayansi inayotuliza akili haraka. Fanya hivi: vuta pumzi kwa sekunde 4, shikilia pumzi kwa sekunde 7, toa pumzi polepole kwa sekunde 8. Rudia mara 4 au zaidi. Kisaikolojia, hii inatuliza mfumo wa neva au nervous system, inapunguza cortisol na inaleta utulivu wa haraka. Ukweli, dakika chache tu zinaweza kubadilisha hali yako ya akili. Akili ikichoka, hata mwili hushindwa. Ukweli ni huu: stress si kitu kidogo kama watu wanavyofikiria. Ni adui wa kimya anayeharibu afya yako, akili yako na mafanikio yako bila kelele. Lakini ukianza kuielewa, utaiona mapema, utaidhibiti na utaishi maisha yenye utulivu zaidi. Kama umefika hapa, andika kwenye comment neno najilinda. Hii iwe ishara kwamba umeanza kuchukua hatua kulinda akili yako. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili ujifunze zaidi kuhusu akili, maisha na mafanikio. Tukutane kwenye video inayofuata.